Ili swali wewe kweli jana ulilielewa? Nilikuwa sijalielewa, lakini nilivyoenda nikagoogle yakaja majibu sawa tu, na lakini usiseme yote haya huwa unatanana na experience yako. Unaweza kulamba. Au sijui nimekumbuka kitu. Kazi na muziki. Yaani mimi hapa naacha kwenda vipindi na kuja kwako nifanye kazi ili nipate chochote kitu cha kuendesha maisha yangu. Alafu mwisho wa siku na kuomba pesa yangu naweza kuniletea maneno. Haiwezekani bosi. Yaani mimi nipo tayari kwenda hata kwa waganga ili nikufanyie kitu cha ajabu. Nilisimama hapa hivi kuongea kitu fulani mkanicheka. Kwa nini mlishangilia? Wewe unataka tufanyaje? Yaani wewe Steve, mimi niliposimama kuwanyamazisha ukasema kwamba mimi na kichwa kama panel ya nini ya sono. Unadhani kwamba mimi ni mtu ambaye nastahili kweli kuambia hayo maneno wakati mimi ni mtu mwenye heshima, mtumishi wa Mungu, afu unaniambia maneno ya kipuzi kama hayo? Uone kama unanikosea blaza. Alafu wewe mtumishi, yaani wewe kutoka kipara hicho sio kama ndo kila ushauri utoa basi tukusikilize. Yaani wewe utaizizi chochote, yaani wewe ni mtoto tu. Nasikia labda wewe tuzidi wewe kuvuta bangi, labda ndo tuzidi hicho. Oh shit. Bangi zako labda ndo tuzidi. Kuzula bangi hapo ndo mkubwa, lakini kwenye umri hebu tuliaga huko. Eti wanadarasa nyinyi huyu mnamuelewa kweli? Namuelewa, aweza kuwa unavuta bangi, maana unaongea vitu Vipi ndugu yangu? Safi tu ndugu yangu. Kulikoni, mbona kuona kama vile unafoka kwenye simu? Acha tu. Yaani kuna siku moja nienda kumfanyia kazi bosi. Akaniambia kwamba nikimaliza tu kazi yake atanipa pesa. Nimemaliza kufanya eti ananiambia tena kwamba atanitumia nikifika nyumbani. Nimefika nyumbani hajanitumia, sijaona muamala wowote. Kama wewe utafanya nini rafiki yangu? Sasa ndugu yangu, ulikuwa unataka uchukue hatua gani hapo? Yaani mimi hatua ambayo nimefikia kwa sasa hivi, nipo lazi kwenda kwa mganga, nimloge na yeye agaramike kwa hicho kiasi tu alichoninyima kunipa. Sikia sasa ndugu yangu. Unajua wewe ni rafiki yangu sana, nakupenda. Sasa hatua ambayo umeichukua hiyo hivi ni mbaya sana. Hata maandiko ndani ya Biblia yanasema kwamba amelaaniwa yule mwanadamu amtegemee nani? Mwanadamu mwenzie. Sasa wewe ni mwanadamu. Sasa sio lazima umtegemee mwanadamu huyo kupata pesa. Kuna muumba wetu ambaye anatupenda. Hata wewe pia unaweza kumueleza shida zako na kufungulia milango mingine ukapata riziki. Mtumishi, kwenye swala la helo usilete mahubiri yako. Mimi nimetumia nguvu zangu, ninapaswa nipewe pesa yangu. Wewe tena unaanza kuleta mahubiri. Lakini unajua kwamba mabaya huwa tulipi kwa mabaya. Mtumishi, kama huna cha kuongea naomba niache. Sasa niache kivipi? Naomba niache mtumishi. Acha navyo ndugu yangu, hizo habari za kwenda kwa waganga. Wewe acha navyo, upambana ndugu yangu na maisha. Sasa hivi bado tunasoma, tuna moduli, bado tunahangaika na test. I say ndugu. Yaani mimi siwezi nikaacha nguvu zangu zikaenda hivi hivi. Lazima nifanye chochote kitu ili nipate pesa yangu, au nimsababishie ugonjwa na yeye hangaike. Atajua yeye mwenyewe. Kwa kweli hapo hivi mimi sina msaada. Nimenyosha mkono, sina msaada. Bora usiwe na msaada, tuniache. Hapo sasa mimi nakuombea tu. Ila achana navyo. Sasa sikia. Twende basi kwenye kipindi. Mimi siende kwenye kipindi sasa hivi. Bosi wakashanichanganya. Nenda wewe mwenyewe. Saa 3:30 hapa hivi kinaanza. Ngoja mimi niwahi hapa lecture. Nenda. Ama kweli. Mtu wenye matunda siku zote ndio unaopigwa mawe kweli. Yaani nyie kweli leo ndio mnakuwa upande wa Steve kutetea upuzi kama huo anaofanya. Hivi kweli imagine ungekuwa ni wewe umesimama mbele ya wanadarasa na wanyamazisha. Tena nyie, kwa mfano wewe sio mwenye kiherehere wewe. Siku ile mlifurahia hadi mwenzenu wengine walipokosa marks pale hivi. Lecture aliposema kwamba anaenda kutupa marks, mkafurahia waliokosa alama. Unaweza kwamba ni vizuri? Sasa wewe unataka tufanyaje? Mnashindwa kumwomba kwamba wasaidie hata wenyewe wapate marks blaza. Haya maisha ni kusaidizana. Hampa haiko. Wewe hebu kaaga huko bwana, unapiga kelele bwana. Kaa bwana. Japenda. Hebu kaa. Sio lazima tukubali ushauri wako bana. Au sio? Hatutaki ushauri wako. Sema una bahati wanadarasa wengine bado hawajafika. Wakishafika hapa hivi nitasimama tena niwaambie wote. Wewe unapiga kelele bwana. Hebu weka muziki tu. Tutulie kidogo. Lecture samahani. Shikamoo. Marahaba, jambo. Jambo. Una shida gani? Samahani lecture. Nilikuwa na shida, nilikuwa naomba ruhusa kesho sitakuwa kwenye kipindi chako, sitahudhuria kesho. Una shida gani yani mpaka usihudhurie kwenye kipindi? Kuna matatizo kidogo ya familia yametokea kwa kesho sitakuwa. Unaitwa nani vile? Naitwa Mary. Unaitwa Mary? Na kuona na wewe rafiki yako hivi ameenda wapi siku hizi? Labda atakuwa anaumwa. Anaumwa? Haya sawa.
Haya, utanifuata nani nikitoka kwenye kikao, maana sasa hivi naenda kwenye kikao. Wewe ruhusa utakuja ofisini baadaye. Nikitoka kwenye kikao. Sijajua kikao kitaisha saa ngapi. Utanitafuta baadaye. Yeah. Campus life. Kila mtu na njia yake. Mimi nimejaribu kuingia lakini. Msikilizaji. Jamani cha darasa kaingia mtu msikilize. Jamani leo lecture hata kuja kwenye kipindi, anaenda kwenye kikao. Nimetoka ofisini, kuna swali kaniagiza nije niwaletee. Swali ambalo wamesema kila mmoja alifanye ili aweze kuongezewa maksi. Jamani bora, Mungu asante. Hilo litakusanya kuanzia leo mwisho kesho. Kama kuna mtu mwenye swali aulize. Ile kazi tunayoifanya hiyo ni ya wale ambao wamefikisha maxi au wale ambao wamepeleza coursework? Ile kazi ni ya wote, maana mnafanya wote. Ndio maana wanasema kwamba, mimi nakasema kwamba mnafanya kazi kwenye makundi. Yaani kwamba mna discuss ili kupata kazi iliyo nzuri ambayo unaweza kupeleka kwa lecture. Fanya nini? Kamshawishi. Umeelewana? Mwingine mwenye swali? Jamani, kundi langu mmesikia, kazi nakusanya kesho asubuhi, ndio mwisho wa kusanya kazi. Inabidi tukutane wote, kama ni leo tukutane tu discuss. Jamani, usipokuwepo kwenye discussion na tunaingia kwenye cover page. Unaona stia level sisitiza kazi natakiwa kusanya lini? Kesho. Jamani, kila mtu azingatie hili. Masuala ya kwanza kuambizana sijui nini, kupigana sima sijui nini, sitaki. Tumeelewana? Fanya tu maelekezo, kila kitu kienda kwa sawa, ndio? Wana group we. Kama mnakumbuka pale lecturer ametoa swali la kudiscuss. Kwa hiyo basi naomba sasa hivi tuidiscuss kabla haijafika jioni ili tukaitype mapema. Hiyo nani Steve? Una hela hapo hivi? Mungu sitembea na hela. Basi yote yule mwenye hela basi afuate elimu tudiscuss au subiri ni kwanza. Niliangalia chat GPT kisha nitawaambia. Alafu ngoja niwaambie vitu fulani hivi vinaendelea chuoni hamvijui. Unasikia? Leo nilikuwa na Katmele kile. Unakapata? Nampata. Kale kwenye kalio. Yaani walikuwa wamesema zero distance ndugu yangu yani. Yaani kwa ile kusema kule. Najua kuna kitu kinaendelea. Aachwi. Umejuaje? Aachwi. Mimi namjua ile lecture. Mzee watoto. Zeni haachi mtu kwanza. Subiri kwanza. Hivi tuna discuss kuhusu mambo ya Mary au tuna discuss kuhusu ile swali la lecture? Unataka nini? Achana na hizo habari. Afadhali mngekuwa mnaongelea hata habari za Mungu ndugu zangu. Kwani unaangalia sio kwenye chat GPT hapo? Sawa, sasa si na nyinyi muangalie huko hivi kuliko sisi hatuna bando hapo API support. Au sio? Acheni mambo yenu bwana. Hebu angalia swali chapu tumalize tu. Achani sana habari hizo zinatutoa kwenye nini, kwenye concentration. Wewe kikubwa zaidi ushirikiano. Ushirikiano sio wa matusi kama hayo, sawa? Au unasemaje Siara? Kwa hakika kabisa. Sasa lazima ziwepo. Kote. Habari zenu wanafunzi.